Assalamu alaikum, karibu tena katika chaneli yangu, na kama ndiyo mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, karibu sana. Katika video iliyopita nilielezea kwa ufupi kuhusu Chinese Government Scholarship, yaani inatokea wapi, ina cover vitu gani, level zipi za elimu ambazo zinafadhiliwa na CSC na mambo mengine. Kama bado hujaangalia video hiyo, na shauri uanze nayo. Nimeweka link katika description box. Leo inshallah nitazungumzia kuhusu sehemu muhimu na ambayo huwachanganya watu wengi wakati wakianza application zao. Kawaida wakati unaanza application, kabla ya kufanya kitu chochote, unatakiwa kuchagua type of CSC scholarship, na huwa kuna types tatu: type A, type B na type C. Sasa katika video hii inshallah nitawaelezea type A ina nini, type B na type C zina nini, ili uweze kufahamu type ipi inaendana na wewe, yani type ipi ni more applicable kwako wewe. Na nimeamua kutengeneza video hii kwa sababu many strong applicants wanakuwa rejected kwa sababu tu ya kuchagua a wrong scholarship type. Lakini nikutoe hofu, baada ya kuangalia video hii hadi mwisho, inshallah hautafanya kosa kama hilo. Kama nilivyo mention mwanzo, kuna aina tatu za CSC scholarship ambazo ni type A, type B na type C. Zote hizi ni CSC scholarship, lakini zinatofautiana katika application channels. Sasa tuanze kudiscuss moja baada ya nyingine. CSC scholarship type A hujulikana pia kama embassy scholarship. Ukichagua type A inamaanisha una apply kwa kupitia ubalozi wa China katika nchi yako. Kwa mfano, kama sisi wa Tanzania, utafanya application kwa kupitia ubalozi wa China uliopo Tanzania. In short, ubalozi ndio unakuwa una manage application yako, na kawaida huwa wanapost hizi taarifa katika website zao. Ngoja niingie katika website za balozi za nchi mbalimbali ili niweze kuwaonesha jinsi inavyokuwa. Hii ni website ya ubalozi wa China katika nchi ya Bangladesh, na kama mnavyoona hapo katika announcement imeandika Chinese Government Scholarship, na hili tangazo limetolewa mwaka 2025 mwezi wa 12. Na katika website ya ubalozi wa China nchini Tanzania, taarifa niliyoiona ni ya mwaka 2020, kwa hivyo nafikiri hawaja update. Nitaweka links za website za balozi za China katika nchi mbalimbali ili mpate kuona. Type A inafaa zaidi katika nchi ambazo zina active embassy selection process. Kitu kingine ni kuwa type A mara nyingi huwa na interviews, document verification, na deadline zake huwa mapema zaidi. Pia according to the new Chinese Scholarship Council policy, you can apply up to 2 universities through China Embassy. Type B ndiyo type ambayo watu wengi wanaipendelea. Yani it's the most practical option for many applicants. Na ukichagua type B inamaanisha una apply moja kwa moja katika chuo kikuu cha China. Kwanza unaingia katika website ya chuo, kisha unafanya application yako, una upload all the required documents, na chuo kita review application yako, na kisha kitakurecommend kwa CSC ikiwa kitaridhika na wewe, na CSC ndiyo itafanya maamuzi ya mwisho kama ikupatie scholarship au la. Uzuri wa kuchagua type B ni kuwa unakuwa na a strong chance ikiwa your profile ina match na program uliochagua. Lakini ni muhimu pia kujua kwamba according to the new CSC policy unaweza kuapply kwa chuo kimoja tu kwa kupitia type B.
Type C huwa haizungumziwi sana kwa sababu haiko practical kwa applicants wengi. Type C hasa ni kwa ajili ya special exchange programs au institutional partnerships, na mara nyingi huwa ni short term, yani za muda mfupi, au zinakuwa program specific and they are limited in number. Wanaotakiwa kuapply type C ni applicants waliokuwa nominated by the university au organization au special project. Kwa hivyo if you are not specifically informed about type C, it is usually not your type, yani hutakiwi kuichagua. So in short, type A una apply kupitia ubalozi, type B una apply moja kwa moja kupitia chuo kikuu nchini China, na type C ni kwa ajili ya special programs. Miongoni mwa makosa ambayo applicants huwa wanafanya ni moja, apply for type A but submit to a university. Yani katika kuchagua pale unachagua type A lakini unafanya submission moja kwa moja katika chuo. Na kosa la pili ni kuchagua the wrong agency number. Katika video inayofuata insha Allah nitazungumza kuhusu agency number. Sasa makosa haya mawili yanaweza kusababisha application yako iwe rejected. Hata kama una excellent grades, yani hata kama una GPA nzuri, ukifanya makosa haya inaweza ikasababisha automatic rejection. Kwa sasa tuishie hapa. Kama video hii imekusaidia kufahamu zaidi kuhusu types za CSC scholarship, tafadhali like, comment na share na wengine ili na wao waweze kunufaika. Na kama una swali au kuna kipengele hujafahamu vizuri, unaweza pia kuniandikia katika comments. Insha Allah nitapitia comments zenu na kutoa maelezo zaidi.